za wachawi kuwachanja watu chale usiku. Kabla sijazungumza zaidi kwenye kipengele hiki, kabla sijaanza, wangapi walishajikuta wamelala na nguo alafu wanaamka wanaona hawana nguo? Alilala na nguo alafu anaamka hana nguo. Kuna mkono. Shosha mkono. Sijajua mlipokuta hivyo mlichukua hatua gani? Kwa sababu kitendo cha kuvuliwa nguo na kukikia asubuhi unasikuta nguo zako zipo. Kwamba lengo la kukuvua nguo, wamekuvua kwamba utu ule wa ndani unaondolewa. Na zile nguo wanazipeleka kuzitambulisha kwamba mwenye nguo hizi tunaye. Kwa hiyo inawezekana ukawa huwa unatembea lakini ulishaondolewa. Aliyekuondoa ni yule ambaye alizibeba nguo zako. Sasa unakuwa kuna mambo mawili au matatu. Jambo la kwanza, usipoingia kuhakikisha unaanza kuvikomboa viungo vya mwili wako, utajitahidi utajikuta hakuna mzima. Kwa sababu zile nguo zinapelekwa kwenye makaburi, zinachimbiwa. Kwa Mungu kisitoke kitu chochote. Kama umeona, fuatilia sana utakuta kitu chochote. Lakini jambo la pili, wewe ulepo kwenye lango la wacha. Jambo la pili, wewe ulepo kwenye lango la wacha. Kwa hiyo ikiwa ni neno, kila unachokifanya kinasoma kwenye neno hili. Mpaka uchukue hatua ya kujitoa. Usipojitoa, ile ni kazi kwako. Jambo la tatu, kuzuia mafanikio. Utajikuta unajitahidi kufanya kazi, lakini huoni kuendelea. Utaanzisha kila mradi, hauoni. Mwisho wa siku, unaishia kulalamika wewe. Wakati mwingine utafikiri hata pale ulipo kama ni nyumbani, unafikiri ungeondoka kwenda mbali nje ya eneo hili. Kwenda mbali sio. Kwa sababu mchawi hakimbiliki. Kwa nini? Tuna uchawi wa kikanda. Uchawi wa kikanda, watu huwa wanajikusanya kutoka pande kuu saba za dunia. Kwa hiyo ule ni mtandao. Na ndio bado unaweza kukuta mtu ametoka Dar es Salaam, akija kuombewa hapa, pepo likilipuka linamtaja mtu mwenyewe. Hawajawahi kufahamia, hawajawahi kujua lile milioni. Ni kwa sababu ana nembo ambao wao yake. Mambo ya Walawi 19:28. Mambo ya Walawi 19:28. Msichanje chana juu ya ile, wala msiweke alama yote. Kuna wale wataalamu mara wamechora tattoo. Wengine wanachukua cheti ya kiberiti wanajiandika jina kama ni kwenye paja au mikononi, kwa kujua kabisa kama anajiuliza. Sasa Biblia inasema hayo yote wanaofanya hayo ni watu gani? Waliokufa.
Na ndio maana ninasema kichwa kinachotuongoza kinasema fahamu sababu za wachawi kuwachanja chana watu. Kwa hiyo lazima ujiangalie. Je, chale zinaomu wakati walishawahi kuchanja tu? Pagumu. Ambao walishawahi kuchanja watu? Mpaka katibu. Kwa hiyo fahamu vitu vya namna hii. Mtu anapokuchanja chale hakupewe, anaondoka. Sisi na kisha chanja chale lazima kuna damu inatoka. Baada ya kutoka kwa ile damu, anachukua ile damu, anapaka. Sasa sijajua ile damu kwa ni nyeusi au nyeupe. Sijajua kwa kipengele hicho. Kwa hiyo ile damu anapopaka, mwambie mwenzako anapopaka. Mwambie tena mwenzako anapopaka. Anapopaka ile dawa hapaki kwenye nyama. Ile dawa anaipaka kwenye damu. Na ikiwa ile chale inapofunga, ina maana kwamba ile dawa inafungiziwa kwenye nini?